Habari yako mpenzi mtazamaji wa kipindi changu cha jikoni kupitia blog ya Bongo Flavor. Kama kawa kama dawa, I hope you doing well kabisa, utakuwa uko poa. Siku nyingine tena Mzazi aka The Dreamer presenter wako niko hapa kwa ajili ya kukupa muendelezo wa vipindi vyote vya burudani ambavyo vinahusisha masuala ya kiburudani Dar es Salaam, Tanzania. Kama kawa kama dawa, kama ambavyo unaniona leo niko katika studio moja kubwa Dar es Salaam, Tanzania, studio ambayo imefanya mambo mengi sana. Sihitaji nikwambie ni studio gani, ila ninachokupa info kidogo tu, niko maeneo ya TMK maandishi matatu Temeke. Studio hii ndio hapo ilipo, na huku leo nimekuja kumfuata mpishi ambaye amepika vyakula vingi tofauti. Na mzungumzia producer legendary mkubwa sana, amefanya mambo makubwa katika tasnia hii yetu ya mziki wa Bongo Flavor. Kwa hiyo kwa ajili ya kumfahamu producer huyo ni nani, studio ni studio gani, na kufahamu mengi kutoka kwa huyo producer na ngoma ambazo tayari alishawahi kuzifanya, endelea kukaa na mimi mwanzo wa kipindi mpaka mwisho. Vile vile usahau kutembelea blog yetu ya Bongo Flavor kwa linki ambayo inapita hapo chini. Karibu sana, you're all welcome. Mambo vipi brother? Poa, tunashukuru. Za siku nyingi bwana. Da, naona kitambo sana mpaka sasa hivi still bado upo katika game. Sawa. Labda kwa faida tu ya watazamaji ambao wanatuangalia kupitia blog, wangehitaji kufahamu jina lako halisi ni nani? Okay, mimi kwa jina langu ambaye nafahamika naitwa Enrico. Yeah, jina la pili ni Figueredo. Yes. Na historia yako ya muziki wako, production yako kiufupi, umetokea wapi? Historia yako kiufupi ya kimuziki wa production. Okay, production nimeanzia ni miaka 94 ndio nimeanza kujifunza, na rasmi nimeanza kwenye miaka 96 97 nimeanza production, lakini kwenye analog katika digital. Kwa sasa hivi ni digital, lakini nilianza kwenye analog the spools. Okay. Yes. Kwa hiyo zamani kuna mtindo ambao mlikuwa mnatumia katika production tofauti na sasa hivi. Yeah, sasa hivi ni computerized. Sasa hivi ni computer, zamani kwa hamna computer. Zamani tunatumia kama unavyoona hii analog mixer, na tunatumia spools zinakuwa tape. Sasa hivi unakuwa final masters zilikuwa so CD, mtu anapata cassette zile. Sasa ilikuwaje katika kutengeneza muziki? Labda katika mimi nakuja na melody yangu, brother Enrico. Na zamani, sasa nazungumzia miaka hiyo ya 90 95. Unanitengenezeaje beat au mdundo sasa? Midundo tunatumia kinanda wakati ule. Okay. Mdundo wote ulikuwa kinanda, tuna sequence pale, tunaanza kuingiza kiki zile, kinanda, mpaka instrumental inakuwa imekamilika. Basi tunakuwa tuna playback, mwimbaji anakaa kwenye mic, kwa tunaziingiza sauti kutokana na ile beat ambayo tumetengeneza pale, tukija tunazibalance, tunazimix. Sawa. Zamani ndio hizo. Soundcrafters ilianza lini? Soundcrafters kama Soundcrafters Studio ilianza rasmi mwaka 94 1994 hiyo. Yeah. Na producer alikuwa wewe peke yako au wakati huo alikuwa mdogo wangu? Mdogo wako anaitwa Jason, sasa hivi hayupo. Yuko nje? Yuko nje. Okay. Na kama unakumbuka katika kumbukumbu zako wakati mnaanzisha Soundcrafters, wasanii wa kwanza ambao wewe ulivyoingia baada ya mdogo wako kufanya nao kazi walikuwa wasanii gani? Unawakumbuka?
ambao wanafanya kazi na mimi au mdogo wangu au fanya yaani walofanya kazi ndani ya Soundcrafters studio mwanzo. Wa mwanzo naweza kusema kwa kina Hard Blasters na wale wanaitwa nani? Hard Blasters. Kwanza Unit, Diplomats, makundi ya zamani yote makundi ya zamani, na pia wapo wanamuziki wa zamani ambao walikuwa hapo kana zaidi Inspector wote kipindi hicho na hawa wa kizazi kipya ambao mpaka wengine sasa hivi wapo, ulishawahi kufanya nao kazi, ni kina nani ambao mpaka sasa hivi wengine bado still wanaendelea na muziki? Wapo wengi wao bado wanaendelea mpaka leo, kama AY. AY fanya kazi naye kipindi cha mwanzo kile. Wapo mpaka leo wanafanya Professor J. Na nakumbuka zamani kuna producer alikuaga Soundcrafters anaitwa Bizman. Yeah, Bizman, yes. Bizman muda mrefu hatujamsikia. Huyu jamaa yuko wapi sasa? Bizman yupo around, lakini mara nyingi sasa hivi yupo na In Africa Band. Huwa anatua wakipo kazini. Lakini kwa sasa hivi miezi hii yupo. Kwenye mwezi wa 12 atakuwa anaondoka tena. Na katika kule In Africa Band Bizman yeye anakuwa na play part gani? Yeye ni mpiga keyboard pale. Anapiga keyboard. Anapiga keyboard pale. Mpenzi mtazamaji, kama utakuwa umesahau, In Africa Band ni bendi ambayo imemtoa mpaka Banana Zahir Ali Zoro, bendi ambayo ilikuwa inaongozwa na kiongozi wake Bob Ludala. Ndio. Bado yupo mpaka sasa hivi still kiongozi? Hapana, Bob Ludala sasa hivi hayupo. Sasa hivi kiongozi wao ni nani pale? Kiongozi sasa hivi ni Roy. Ambaye ni mdogo wako. Bendi ambayo ilifanya walikuwa na vibao vyao vizuri kama nini? Kindege ilobo ilifanya vizuri miaka ya 2003, 2003, lakini sasa hivi haiko muda mwingi Tanzania kwa sababu walikuwa na tour zao nje. Ila bro alivyoniambia sasa hivi wamerudi jijini Dar es Salaam, wapo lakini bado hawajaingia kambini kuanza mazoezi rasmi. Sidhani kama wataweza kuperform sana hapa, maana wao sasa hivi ni wanafanya tour za nje. Kwa hiyo wako hapa sasa hivi watakuwa wanajiandaa tena kwa ajili ya kuondoka na kuendelea na tour zao za nje. Nini unakifanya sasa hivi? Hatukusikii of course katika media kupitia muziki tulouzoea. Sio kama Enrico asikiki, Enrico anasikika, unafanya muziki mingi, una produce taarab kwa mfano kama mtu kama Isha Mashauzi katika nyimbo zake tunasikia Enrico, lakini katika muziki huu wa kisasa ambao unafanyika sasa hivi wa kizazi kipya tunakuwa hatukusikii. Umebadilisha interest au challenges za maproducer wapya labda wamekutisha kidogo au imekuwaje? Hapana, unajua muziki jinsi ilivyo inakuwa kama game fulani. Unajua toka zamani sisi tumezoea kwamba miaka fulani inakuwa studio fulani inafanya kazi, mmoja wasanii wanakuwepo pale wanafanya. Kwa hiyo na sisi miaka yetu ilikuwa tu wasanii wengi walikuwa wanakuja miaka hiyo nadhani 2005 2006. Sasa unaona games zinabadilika na studio sasa hivi pia kuangalia ziko ni nyingi, unaona kuna producers wengi ambao wanafanya vizuri wapo pia. Kwa hiyo unakuta game kidogo kuna challenge ya aina hiyo, lakini sio kwamba tunashindwa kufanya hizo kazi, tunafanya tu. Na hizi touch ambazo wanapiga ama producer wengine kama Nigerian touch, East African touch zile, mtu kama anakuja anakuambia brother Enrico, mimi nataka nifanye kama vile, unaweza ukagonga zile touch. Mimi naweza kugonga touch yoyote, so touch yoyote ya muziki anytime as long as mtu mwenyewe akwambia mimi nataka muziki kwa feeling hii hapa. Of course, na katika wasanii wa sasa hivi Bongo kuna wasanii wengi wanafanya vizuri. Mimi ningependa unitajie wasanii wawili watatu ambao wewe unaona, kwa sababu wewe ni mkongwe wa muziki. Mtu ambaye umeanza production mwaka 94, me I was very too young, nilikuwa na miaka 4, 1994. Sijui anything about music. Ina maana wewe ambao ulikuwa muda mrefu unaweza ukaona taswira ya muziki wetu ulipotoka na unapokwenda. Kwa hapo walipofikia wasanii wetu, wasanii wapi ambao unahisi kidogo wako vizuri, wanaweza hata wakapeperusha bendera yetu vizuri ya muziki wa Bongo Flava? Naona kwa sasa hivi kama kina Diamond sasa hivi wako katika level na point nzuri, kwa sababu muziki yao sasa hivi naona kama imepenya, wameweza kwenda mpaka wanatua South Africa wapi kwenye awards kibao. Wao ndio wameweza kufanikisha kuweza kupenya. Na katika upande wa production sasa
Zamani ilikuwa mtu anatoka Mbagala, anatoka Kawe, anafuata studio Temeke, anafuata studio kwa P-Funk Majani, anafuata studio kwa Master J. Kulikuwa hakuna studio zaidi ya 20 mjini. Sasa hivi baada ya nyumba mbili studio, baada ya nyumba mbili studio. Ili swala unalizungumziaje? Muziki wetu umekuwa au lina affect muziki kiasi gani? Lina faida gani na lina hasara gani kwa ujumla? Sema kweli, kwa sasa hivi muziki ni mgumu sana ya jinsi tulivyofikia, kwa sababu ya kuangalia sisi wenyewe naweza kwa namna nyingine tumekuja kuharibu wenyewe, au ni teknolojia pia imekuja kuharibu. Sababu kuja kuangalia sasa hivi nyimbo ikitoka unaweza kumrushia mwenzako nyimbo tu internet, wapi nyimbo unazipata kirahisi kwa free bila hela yote. Sasa hivi nadhani zaidi ni show, na muziki anafaidika na show, sio kwa mauzo ya muziki. Na katika production sasa hizi studio, katika swala langu, wingi wa studio, studio kuzidi kwa nyingi, zinakuza muziki wetu ama zinarudisha nyuma muziki wetu, ama zina affect vipi muziki wetu? Mimi nadhani inakuwa ngumu sana kama studio zikiwa nyingi na nyimbo zikiwa zinatoka kwa wingi sana bila kuwa na mchujo maalum. Inakuwa ngumu sana kwa sababu inakuwa kama mafuja. Sasa nyimbo inatoka huku, inatoka kila mahali zinatoka, inakuwa eleweki ipi ipande. Kwa wenzetu unajua nini, wanakuwa na release dates, unajua wanakuwa wenyewe wanajua kabisa kama tarehe fulani au mwezi fulani mtu fulani anatoka, unaona, au album fulani inatoka, unaona. Lakini sisi hapa hatuna kitu kama hicho, unaona, cha kuwa na mchujo fulani au kuwa na kampuni fulani ambayo inakusanya zile muziki ikachuja kama huu muziki mzuri, huu unafaa. Kwa sababu sasa hivi muziki watu wanatoa, mtu akarekodi nyimbo yake tu kachukua kapeleka media na rafiki yake anampigia mzigo na yeye. Of course leo unaweza ukawa umeshangaa kwa sababu ushazoea katika kipindi cha Jikoni huaga tuko na msanii pamoja na producer, lakini leo nimeamua kumtembelea brother Enrico kwa sababu ni producer mkongwe. Siku nyingi watu hamjamuona, hamjapata kuona interview yake popote. Wengine wakasema brother Enrico pengine atakuwa kaacha muziki, brother Enrico atakuwa kastaafu. Muziki bado hajastaafu, still anafanya, na sio tu kuwafanyia taarab kama wakinaisha ama bendi kama wakina Kinkiki. Anafanya hata muziki wa kizazi kipya wa feeling ya aina yeyote. Hisia yako, feeling yako, unakuja hapa bro, anakutengenezea mdundo. Bado yuko vizuri sana. Leo tungekuwa na muda wa kutosha, ningemwambia hebu brother nitengenezee kamdundo fulani kama Nigeria kidogo tuone jinsi anavyotengeneza, lakini kwa sababu muda unakuwa ututoshi, kuna mambo mengi ya kufanya, tutakuja kumtembelea siku nyingine kwa ajili ya kuona touch 2-3. Endelea kuwa na mimi katika kipindi cha Jikoni, na leo tuko na mpishi brother Enrico. Bila kusahau unaweza ukanifollow kupitia Facebook kwa kuandika Jikoni kitu, YouTube ama Instagram alkadhalika kwa kuandika Jikoni kitu. Mimi naitwa H Mzazi, bado niko still ndani ya studios za Soundcrafters. Utakuja kufahamu vingi na vingine zaidi, utakuja kuingia vocal room, brother atatuelekeza jinsi ambavyo watu wanavutia sauti, usumbufu anaopata wakati wasanii wanatia sauti. Utakuja kuona mazingira halisi. Kwa hiyo endelea kunifuatilia. Still bado tuko katika kipindi chetu cha Jikoni. Kama dawa, still tuko ndani ya studio hizi za Soundcrafters Studio chini ya brother Enrico. Of course leo katika jiko letu tuko na mpishi na tunajaribu kuangalia maeneo tofauti ambayo yeye anatumia kupikia chakula chake. Hii ndo vocal room. Vocal room hii ndo ambayo ilitengeneza hit nyingi sana zamani, nikizihesabu mpaka zingine nimezisahau, lakini moja wapo Dam Paka Molo, kuna nyimbo ya Bizman, nyimbo za In Africa Band, umeelewa vizuri nyimbo ya Hama Q, nyimbo ya watu kibao zamani. Ukisikia Soundcrafters Studio ujue ndio hapa. Kwa hiyo hii ndio sehemu ambayo wasanii wa Bongo Flava wanatumia kutia sauti yao katika studio hizi za Soundcrafters Studio. Natoka hapa sasa na kupeleka sehemu ambayo wasanii wa bendi wengi wakija wanapotia sauti. Endelea kuwa na mimi katika kipindi cha Jikoni kitu. Kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Leo nilikuwa pande za TMK kwa brother Enrico, Soundcrafters Studio. Wewe ambao unafahamu brother Enrico, walikuwa wanazungumza amestaff game, bado hajastaff. Aina yoyote ya muziki ana produce. Kama una bendi yako, kama wewe solo artist, njoo mpe feeling yako, anafanya kila aina ya muziki. Na leo katika jiko letu tulikuwa na mpishi brother wetu Enrico, lakini kitu kizuri tumempata
mtoto wake. Kwa next time tutakuja wakati kuona brother Enrico anamtengenezea single mdogo wetu. Tutaona single anamtengenezea mpaka inaisha. Sisi tutaichukua single kwa ajili ya kuiweka katika blog. Jina langu naitwa H Mzazi aka The Dreamer. Usisahau kupitia blog yetu ya Bongo Flava kwa link ambayo inapita hapo chini. Vile vile usisahau kunifollow YouTube kwa kuandika Jikoni Kitu Kitu, ama Facebook ama Instagram pia, au kwa maoni zaidi kupitia namba yangu ya simu Tigo 1850041 0718500241. Shout out Dr. Tosha kwa kameramani wangu, Sunday kwa driver wangu, na kwa brother Enrico na uongozi mzima wa Soundcrafters Studio. Tukutane tena siku nyingine katika kipindi changu kingine. Ciao.